Mrembo huyu ana trend sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa baada ya kuwa ni miongoni mwa watuhumiwa wa kosa la uhaini, na juzi kati hapo amefikishwa mahakamani akiwa pamoja na Nifa pamoja na vijana wengine wengi sana, akiwa ni pamoja pia na Strong Icon pamoja na wengineo, au sio? Lakini this time mimi nimeamua ni kusogezea taarifa zaidi kuhusiana na mrembo huyu ili uweze kumfahamu. Najua unaweza kuwa unamuona tu juu huko kwenye mitandao ya kijamii watu wakizungumza mengi sana kuhusu yeye, lakini hufahamu yeye ni nani, anafanya nini, na kipi ambacho kimemponza mpaka naye pia ameingia katika kesi hii ya uhaini. Kwanza kabisa, jina lake halisi mrembo huyu anaitwa Benedetta Liza, na katika ile listi ya majina ambayo listi ya majina ya watuhumiwa, yeye jina lake ni la 6 kama ambavyo unaona hapo. So sad, binti huyu hana wazazi bana, yani ni yatima. And of course siku za hivi karibuni niliona moja kati ya watu ambao walikuwa kimpa pore juu ya hii changamoto ambayo anakumbana nayo kwa sasa. Alisema kwamba binti huyu hana wazazi, halafu pia amekumbana na changamoto kubwa kama hii ya kesi ya uhaini. Sasa mimi hii leo nimeona moja kati ya post ambazo amewahi kupost, akaandika kwamba mayatima wenzangu, maisha inawapelekaje huko bila wazazi, kisha akaweka emoji ya kulia. So hii inaonyesha kwamba alikuwa akipitia changamoto fulani. Sasa kwa hivi sasa ndio anapitia changamoto kubwa zaidi ya kesi ya uhaini, ambayo we all know that adhabu yake ni inaweza ikapelekea mpaka ukahukumiwa adhabu ya kifo. I say so sad. Na hapa nimekusogezea akaunti zake za mitandao ya kijamii, ambapo tunaweza tukaperuzi hapo na kuweza kumfahamu zaidi na kuona posti zake zaidi. Kwa upande wa urembo, of course wote tutakubaliana kwamba binti ni mashallah, ni moja kati ya mabinti warembo sana, lakini pia anaonekana kuwa na umri mdogo, miaka kati ya 21 mpaka 23 anacheza hapo, kama ambavyo watu wengi wamekuwa kiibua hoja ya kwamba mrembo mdogo kama huyu kupewa kesi ya uhaini ni kesi kubwa sana. So wengi wamekuwa kimhurumia kwa kigezo cha kwamba umri wake ni mdogo. Okay, anyways, lakini nimejaribu kupita katika account yake ya Instagram kuona kama alikuwa akijihusisha na masuala ya kisiasa, lakini jibu ni no, hapana. Hakuwa anajihusisha kabisa na masuala ya kisiasa. Kupitia Instagram account yake hakuwahi kabisa kuposti mambo ya siasa, lakini kwa siku za hivi karibuni alikuwa akipost baadhi ya post ambazo ni chache sana, ambazo kwa zikionyesha kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao wana support maandamano ya Oktoba 29 kama ambavyo unaona hapa. Lakini pia mrembo huyu alikuwa akifanya baadhi ya challenges pale TikTok za ngoma ya Roma Mkatoliki na Beauty Teremsha Bendera, ambayo we all know that ngoma hiyo ilifungiwa na Baraza la Sanaa Tanzania, yani BASATA, lakini alikuwa akifanya challenge za ngoma hiyo. Okay, nadhani wote tushafahamu kwamba licha ya kuwa hakuwa anajihusisha na siasa, lakini kilichomponza anaonekana kuwa alikuwa akihamasisha pia harakati za maandamano, ama akiunga mkono maandamano ya Oktoba 29, au sio bana? Lakini pia nikajaribu kufuatilia kwa kina, je, binti huyu alikuwa akijishughulisha na nini? Amekuwa maisha yake amejitahidi sana kuyaweka private, ni ngumu sana kujua alikuwa akijihusisha na nini, lakini kwa baadhi ya videos kama hii ambayo unaiona hapa inamuonyesha design kama vile akiwa na katika vazi la udaktari. So I don't know alikuwa ni mwanafunzi wa udaktari ama unesi, ama alikuwa akifanya kazi katika sekta ya afya. Hapo nimeshindwa kufahamu, lakini pia kuna baadhi ya post ambazo alikuwa akipromote biashara ya kuuza vifurushi vya internet vya mitandao mbalimbali ya simu, na kuna wakati pia alikuwa akiuza routers za internet za mitandao tofauti.
ya simu. So kwa ufupi, binti huyu alikuwa ni mpambanaji tu, sio alikuwa, binti huyu ni mpambanaji tu kama wapambanaji wengine, na hiki ndicho ambacho kimefanya watu wengi sana kumhurumia binti mdogo, binti mpambanaji, lakini amekuja kushtakiwa kwa kesi kubwa sana ya uhaini. So sad kwa kweli. So comments zimekuwa ni nyingi sana katika page zake, TikTok pamoja na Instagram. Ukipita huko kama ambavyo unaona jina lake hilo hapo la Instagram, ukipita huko utakutana na comments nyingi sana za wadau ambao wamekuwa wakimpa pole, wengine wakimtakia kila la kheri na vitu kaizo hapo. So pia unaweza ukatupa maoni yako kuhusiana na binti huyu. Je, una lipi la kumwambia binti huyu katika kipindi hiki kigumu ambacho anakipitia, ama una ushauri upi wa kumpa kuhusiana na sababu ambazo yeye zimempelekea mpaka kushtakiwa kwa kesi kubwa kama hiyo ya uhaini? Dondosha maoni yako hapo, lakini usiache kusubscribe channel hii ili uzidi kupata taarifa zaidi za Bongo.